Siku moja jioni, nilikuwa natazama angani. Macho yangu yalivutwa na mandhari ya mtende uliokuwa ukikumbatia anga kwa fahari na majivuno. Nikaanza kutazama kwa makini, nikiwa nimeachia akili yangu izurure kwenye mkondo wa mawazo ya ndoto ndefu na haraka iliyokuwa ikijitokeza mbele ya macho yangu. Ndoto ya kuachiliwa huru na kukutana tena na marafiki na familia. Mfululizo huu wa mawazo ulipita kwa kasi kama mwanga wa radi. Na ghafla, pembeni ya mtende akatokea msichana mrembo sana. Alikuwa amevaa vazi la kijani la majira ya kuchipua, na uzuri wake ulizidi kupambwa na nywele zake nyeusi zilizokuwa zikining'inia kwa mawimbi hadi kuvuka kiuno chake. Nilipozidi kumtazama usoni, niliona kama picha ya uzuri wa hali ya juu. Subhanallah, Muumba aliyeumba na kuchora macho yake kwa ustadi mkubwa aliutikisa mtende kwa mkono yake na kuanza kuuzunguka kwa ustadi na mvuto wa kipekee. Ghafla akainua kichwa chake, macho yangu yakakutana na macho yake makubwa meusi. Uchai fulani ulitiririka ndani yangu. Moyo wangu ukadunda kwa nguvu. Midomo yake ikatabasamu la kimalaika, laini na tamu. Likaingia moyoni mwangu na kuteka. Likapenya ndani ya nafsi yangu, likiacha athari kama ile ya mvinyo kwa mnyaji wake. Kwa muda mfupi sana, kabla sijapata hata kufumba na kufumbua, aligeuka kuelekea kwenye mtende na kutoweka. Nilibaki nimesimama pale pale, nikitazama sehemu ile ile kwa mshangao na mawazo mengi. Nikajikusa ili kujihakikishia, kwa sababu nilihisi kama nilikuwa katika ndoto nzuri. Nilijaribu kujishawishi kuwa nilichokiona hakikuwa chochote ila ni ndoto ambayo ingetoweka mara tu ndoto nyingine itakapochukua nafasi yake. Hata hivyo, nilipenda kukaa katika sehemu ile nikifurahia kumtafuta msichana wa ndotoni. Labda angejitokeza tena wakati mwingine. Nilikuwa nikiiba kutoka kwenye kusubiri huko nyakati za hamu ya familia na marafiki. Nilibaki katika hali hiyo kwa siku 5, na siku ya 6, wakati jua lilikuwa linaelekea kuzama, alionekana kando ya mtende. Ndio yeye yule mwenye vazi la kijani. Safari hii alikaa juu ya ardhi kana kwamba ni ua wa kimungu katika hekalu la uzuri. Mapigo ya moyo wangu yaliongezeka haraka aliponitazama kwa jicho lake la kuvutia, na tabasamu likichanua usoni mwake kama wimbo wa mapenzi ambayo moyo ulioteseka ulikuwa umesubiri kwa muda mrefu ili uzime kiu yake. Lakini mara akatoweka tena, kana kwamba anaogopa giza la usiku, upweke wa gereza na hofu ya vyumba vya kifungo na mahema. Nilirudi katika uhalisia wangu, gereza na mlinzi, ndugu na marafiki wenzangu, nyumba ya nondo. Lakini swali liliendelea kunisumbua. Je, nimechanganyikiwa hadi kumpenda kivuli kilichotungwa na mawazo yangu? Nikajikabidhi kwa elimu na mantiki. Nikajiridhisha kuwa yule mwenye vazi la kijani si chochote ila ni mawazo yangu tu, na kana kwamba nilichokiona hakina uhusiano wowote na ukweli. Hata hivyo, fikra na mawazo yangu yakiendelea kumzunguka hadi nikajikuta mwishowe nikiruka katika uzuri wake wa kijani. Nimekuwa mateka wa msichana wa ndoto zangu. Ndiyo, ndani ya nyuzi za nuru ya uzuri wake. Nimempenda mapenzi ambayo hayajulikani ila na yule ambaye moyo wake umewahi kuguswa na mwanga wa mapenzi
na uchawi wake usioisha. Nilijaribu tena kujizuia nisimsikie, lakini sikupata njia ya kumfanya hivyo. Hivyo nikaanza kujidanganya ili niishie katika ndoto yangu nzuri, na nikaogopa hata sauti ya mbu kuniamsha. Ikakatiza mfululizo wa ndoto zangu na kunizuia kuleta tena uzuri wa macho yake na uzuri wa tabasamu lake lilichorwa ndani ya fikra zangu. Kadri siku zilivyokuwa zikipita, tumaini langu pekee lilikuwa ni yeye kuonekana tena. Nusu mwaka wa maisha yangu ulipita, na pamoja nao ukafika muda wa kuachiliwa, siku ya uhuru ambayo nafsi ya mfungwa huitamani sana. Nikiwa huru, ni uzuri ulioje kuwa binadamu huru kama kipepeo. Ghafla wazo la haraka lilipiga moyo wangu. Baada ya kuhisi huzuni na uchungu mkubwa, nilihisi kana kwamba maua ya masika yanadondoka. Nafsi yangu ikakunjamana. Nilimkumbuka yule msichana na ule mtende. Nilihisi uchungu wa mtu anayepoteza kitu chake cha thamani zaidi maishani. Watu wote walikuwa wananihimiza nipande gari ambalo lingeondoka kurudi kijijini, huku alama za mshangao zikionekana nyusoni mwao, kana kwamba wanajiuliza, huyu mtu ana nini? Anataka kurudi tena gerezani? Nilianza kujikusanya baada ya kuhisi wanavyofikiri. Nikapanda gari, mwili tu bila roho. Tulipokuwa njiani kurudi, magurudumu ya gari ya kila barabara, furaha ilimjaa mama yangu na kicheko kilimjaa dada yangu Sarwa, lakini mimi sikujua hata nilipo. Nilianza kukusanya mawazo yangu yaliyotawanyika na kujipa nguvu. Nikajilazimisha kuacha wazimu huu. Mawazo, hisia, ndoto na mawazo ya kufikiria vilipambana ndani yangu. Katikati ya mapambano hayo makali, nilianza kujilaumu mwenyewe hadi nikahisi nataka kupiga kelele. Imetosha ndoto. Jasho lilinitoka kwa sababu ya mapambano haya, hadi nikashtuka nikisikia sauti ya kimalaika ya mama yangu. Kwa nini una huzuni Hassan? Nikatabasamu kwa uchungu. Ni mama yangu mpendwa, mto wa utoaji na bahari ya huruma. Mimi si mwenye huzuni, mama yangu. Kitu kilichopo ni kwamba nimeathirika kidogo na kuachana na marafiki zangu waliokuwa gerezani. Baada ya hapo, nilianza kuzungumza na mama yangu na dada yangu, tukikumbuka mambo ya utoto na kumbukumbu za zamani. Huku nyumbani palijaa watu waliokuja kunipongeza kwa kurudi salama na nikiwa mzima, jambo lililonifanya nirudi katika hali yangu ya kawaida. Siku zikapita na nikaanza kushinda hisia zangu hadi nikaweza kujidhibiti tena. Nikajiaminisha kuwa yale niliyopitia gerezani hayakuwa zaidi ya ndoto za mchana, baada ya kujiridhisha kuwa yote. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa episode inayofuatia. Karibuni, asanteni.